Hallelujah. Amen. Bora tunaimba na kabuvivu. Why we are singing with it? Amen. How we do it? Hallelujah. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Toa buvivu. Amen. Amen. Just tell your neighbor, don't be lazy in the presence of God. Amen. Amen. Just tell the one who's next to you. I can't see you. I want to see you telling your neighbor, don't be lazy in the presence of God. Amen. 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 We are going to read the word of God in the book of Matthew chapter 13 verse 1 to 10. Verse 1 to 10. Kuanzia 1 mpaka 10. Yes. Anyone who can read. Biblia inasema katika kitabu cha Mathayo 13 kuanzia 1 hadi 10. Unaweza simama sasa unasoma. Biblia inasema siku ile Yesu akatoka nyumbani akaketi kando ya bahari. Wakamkusanyikia makutano mengi hata akapanda chomboni akaketi na ule mkutano wote wakasimama puani. Akawaambia mambo mengi kwa mifano akisema, tazama, mpanzi alitoka kwenda kupanda. Hata alipokuwa akipanda, mbegu nyingine zilianguka karibu na njia, ndege wakaja wakazila. Nyingine zikaanguka penye miamba pasipokuwa na udongo mwingi, mara zikaota kwa udongo kukosa kina. Na jua lilipozuka ziliugua, na kwa kuwa hazina mizizi zikanyauka. Nyingine zikaanguka penye miiba, ile miiba ikamea ikazisonga. Nyingine zikaanguka penye udongo mzuri, zikazaa 100, 160, 130. Mwenye masikio na asikie. Wakaja wanafunzi wakamwambia, kwa nini wasema nao kwa mifano? Amen. Hallelujah. Amen. 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 We have the topic that we are speaking all these days. We started last week. Tulianza wiki iliyopita. It says the revival, spiritual revival. Inazungumzia uamsho wa kiroho. Spiritual revival. Uamsho wa kiroho. And then last week we say for you to be revived, na tulisema kwako kuwa kuamshwa, you have to do 10 things that you have to do. Kufanya vitu 10. Let me just mention 2 or 3. Acha niweke tu viwili au vitatu. And then we say you have to be a prayer warrior. Unapaswa kuwa muombaji. And you have to be a person who read the word of God. Na unapaswa kuwa mtu ambaye anapenda kusoma neno la Mungu. Other things you know, you understand, and you remember what we have said last week. Na vingine. And then today we are speaking about now the benefit of revival, spiritual revival. Na leo tutazungumzia faida ya uamsho wa kiroho. The benefit of the spiritual revival. Faida za uamsho wa kiroho. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. The church of God, kanisa la Bwana, if it's not revived, kama liamshwi, that church, hiyo kanisa is like a cripple. Ni kama kilema. Kama kilema. A cripple, kilema, he cannot run. Hawezi kukimbia. Even if they are fighting him, hata kama wanampiganisha, he cannot run. Hawezi kukimbia. Because he's a cripple. Kwa sababu ni kilema. So the church, kanisa, if there's no revival in the church, kama hamna uamsho katika kanisa, it is a crippled church. Ni kanisa ambalo lina ulemavu. That anyone, yeyote, or Satan or a witch, hata shetani au walozi wachawi, they can fight that church. Wanaweza kuigombania. Even if they're not going to win because it's the church of God. Hata kama hawatawina, lakini but that church will be in the trouble. Lakini hiyo kanisa itakuwa, that church will never grow quickly. Kanisa hiyo haitakomaa mbio mbio. Because it is a church without a revival. Ni kanisa ambayo haina uamsho. So we need a revival in your heart. Tunataka uamsho ndani ya roho. And the revival
revival is not on the building. Na uamsho hiyo sio katika majengo hapa. The revival is from your heart. Na uamsho huo ni katika every time you must feel that you have to be in the presence of God. Every time you must feel to be in the presence of God. Muda wote unapaswa kujisikia. When you start you reaching in that position, kama unafikia katika hatua hii, it means you are now revived. Inamaanisha uko katika uamsho. Hallelujah. Amen. 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 We are saying the benefit of revival. Tunasema faida za kuamshwa katika kiroho. Before we go there, the Bible says that one day there was a large crowd that came to Jesus. Kuna ukundi wa watu ambao ulikuja kwa Yesu. And Jesus started teaching them. Yesu akaanza kuwafundisha about the seeds. Kuhusu dhambi. The seeds. Kuhusu mbegu. And he said that a gardener went to garden a seed. Akasema mlimaji mmoja alienda kupanda. And when he came in his farm, wakati alipofika katika shamba, he starts planting the seed in the garden. Akaanza kupanda mbegu katika shamba. And when he's putting the seed in the garden, alipokuwa akipanda, some of the seeds, mbegu zimoja, they went in the rock. Zilienda kuangukia kwenye mawe. And then that rock, because the rock there was no foundation, they got dry. Na kwa sababu mawe hayo hayakuwa na misingi, hazikuota vizuri. And also another seed, na mbegu zingine, it went in the thorns. Zikaenda kwenye miamba. Thorns, miba. It went in the thorns. Zikaenda kwenye miba. They grow, zikakomaa. But because of the thorns, kwa sababu ya miba, they never prosper. Hazikusimama vizuri. And another seed, na mbegu zingine, they went in the way, in the roads. Zingine ziliangukia katika njia. And then people who are passing in the roads, na watu walipokuwa wakipita, they pinched on those seeds, walikuwa wakizikanyaga, and they died. Na zikafa. And another seed, na mbegu zingine, they went, zikaenda to the good ground, zikaenda kwenye udongo mzuri. And then kisha after they grow up, kisha kukomaa, they produce, zikazaa, some 100%, zikazaa others 90%, zingine and others 10%, zingine pusama 13. Want to hear? This was a parable. Hii ilikuwa ni mfano. Now, sasa when they left, walipotoka, the disciples, wanafunzi, they did not understand this way. Hawakuelewa. They came now to Jesus. Wakaja kwa Yesu. Rabbi, they call him Rabbi. Wakamwambia, mwalimu, why do you like to teach in a parable? Kwa nini unapenda kufundisha kupitia mifano? And he said that Yesu akasema, you get a chance to know the knowledge of the kingdom of God. Ninyi mmepata neema kujua mambo ya ufalme wa mbinguni. But then, lakini wao, they don't have that grace. Lakini wao hawana ile neema. To understand the ways. Kusikia neno. To understand. Kusikia neno. To understand. Kujua. Kuelewa. You can hear, but you don't understand. Lakini everyone here is hearing me. Kila yote hapa anasikia. But it's not everyone who understands. Lakini haelewi. To understand the word of God, kuelewa neno la Bwana, it is the grace of God. Ni neema ya Bwana. Amen. Amen. We're going to jump so that we can know how Jesus did explain to them. Ili tuyue jinsi Yesu aliwaambia. On the same, go now to 18 to 33. Tutarukia kwa mstari wa 18 to 33. The same chapter. Tunasoma, tunaendelesha. Yes, continue on 18. 13:18. Yes. Basi ninyi sikilizeni mfano wa Now listen the parable, the meaning of that parable. Kila mtu asikiapo neno la ufalme. Everyone who hear the word of kingdom. What is the word of kingdom? The word of kingdom is this one I'm preaching to you. Neno la ufalme wa mbinguni ni hili neno nalokuambia. Yes, continue. Asielewe nalo. And he does not understand. Jua yule mwovu
akalinyakuwa the evil come and take it still that weight again moyoni mwake. in his heart. Huyo ndiye aliyepandwa karibu na njia. That is a person who's next to the road. Naye aliyepandwa penye miamba, And the one which was planted on the rock. huyo ndiye alisikiaye lile neno, It is the one is you who listen to the word. akalipokea When he listened to that word, he received it mara kwa furaha, with a joy. lakini hana mizizi But ndani he yake, doesn't have the foundation in him. bali hudumu kwa muda. He just resists in temporary moments. Ikitukia ziki When the problem comes, au uzia kwa ajili ya lile neno, because of that way, mara huchukizwa. he get tired, he get anger. Naye aliyepandwa penye miba, And the one who was planted on the thorns, huyo ndiye alisikiaye lile neno is the person who hears the word of God. na shughuli za dunia, But now the things of this world, saloon, whatever, yote vile shughuli za dunia, na udanganyifu wa mali ulisonga. and because of the money, when the people they have money, now that weight it fights the weight which is in you. Lile neno likawa halizai. Then that weight does not produce. Naye aliyepandwa penye udongo mzuri, Now the one who was planted in the good ground huyo ndiye alisikiaye lile neno is the one who listens to the word. na kuelewa nalo, He understands that word. yeye ndiye azaye matunda. Now is the person who produces the fruit. Huyu 900%, na huyu 60 so 60%, na huyu 30. and 30%. Hallelujah. Clap the word for the word of God. Amen. 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 Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. That is the meaning of the word. Jo, In the church, katika kanisa we have these three groups. tuko aina tatu ya watu. We are in this three. Every church. Tuko aina tatu. Every church. Ila kanisa There are three groups una grupe makundi matatu in one church. katika kanisa moja. There are these groups Uko hili kundi that hear the word of God, nalosikia neno la but Mungu, that way lakini hilo neno it goes to the rock. hiyo neno inaenda kwenye mawe, When the problem comes, na majaribu yanapokuja, matatizo, when he's jobless, na asipokuwa na kazi, when he's sick, anapokuwa na magonjwa, he ran away from the faith. anakimbilia wataalamu, He ran away from the faith. anatoka mtukufu, Anatoka mwimani. anatoka muimani. In the church, Katika kanisa there are those people. kuna wale watu, They are happy wao watu when wanafuraha only their things are good. kama vitu viko salama, viko They are sawa, fine in the church. wako sawa, They attend the church nicely. wanashiriki kanisa vizuri. But when the trouble comes, Lakini majaribu yanapokuja, when problems comes, matatizo yanapokuja, when brokenness comes, matatizo yanapokuja, when brokenness comes, wakati hawana kitu, mfuko natoboka, they Amen. say, I'm not going to that church. There's no God in the church. wanasema katika kanisa ile How hakuna come Mungu. I'm serving God? Hata kama namtumikia Mungu, How come I'm serving God but I cannot get the namna money? gani navyomtumikia Mungu na How come I'm serving God but I cannot get married? namna gani namtumikia Mungu, How come I'm serving God and I'm sick like this? namna gani namtumikia Mungu, How come I'm serving God but namna gani namtumikia people Mungu, they hate me? lakini watu wananichukia. All these are challenges because the weight. Watu wote Because that weight it is in the rock. kwa sababu ile neno lilikuwa kwenye mawe, But he's a Christian in the church. lakini huyo mtu ni Mkristo. Amen. Amen. The other group, Grupe nyingine, kundi nyingine, the weight they are in the church. wako kanisani, They are listening to the weight. wanasikia neno, They hear it with a joy. wanalisikia The weight produce. neno jinsi linavyotoka, But now, lakini because of the works, kwa sababu ya makazi, work is not bad. kazi sio mbaya, But now when the work is in front of the work of God, lakini kazi ikikuwa mbele za Bwana, that is not good before God again. lakini haiko tena vizuri mbele ya Bwana.
I'm not the one who speaking, it's the word of Sio God. mimi naongea, lakini Shughuli zimewafunga wengi, hawataenda mbinguni. Shughuli zimewafunga wengi, hawataenda mbinguni. The Bible says that Biblia inasema you cannot serve two masters. hauwezi kutumikia mabwana You wawili. cannot serve God Hauwezi kutumikia Mungu and serve the money. na kutumikia pesa. It means master. God is a master Mungu ni and money is another master. na pesa nazo ni mwingine mwalimu. Ni mwingine bwana. Mwingine bwana. Ni Mungu wa dunia hii. Amen. Pesa, money is God of this world. Pesa ni Mungu mwingine. If you see the Congo people, they are fighting. Ukiona watu Kongo wanapigana, Hakuna vingine, sio kingine ni pesa. People they are dying like chicken. Watu And no one worry about. na hakuna yeyote anayezungumza kwa sababu ya pesa. Marriage are getting broken every day. Ndoa zinavunjika Because of money. kwa sababu ya pesa. In the churches fighting. Kanisani watu wanapigana Because of what? kwa sababu ya pesa. Money. Kwa sababu ya shughuli, because of the works. Kwa sababu ya makazi, shughuli. Kanisa, unaona leo kanisa. Chunga lekezi. Just ona vitoko. 15. Now is a Christian. Because when he's in the road, there is no, today I don't see there's no business, let me now go to church. Tena hapo ndo wanaongea sana mkanisa. Those are people like to talk too much. Watu hao wanazungumza zaidi kanisani. Hallelujah. Amen. Amen, amen. Amen. Hallelujah. Amen. Because of the works. Kwa sababu ya shughuli. Because of the works. Kwa sababu I was reading the news in America. Many churches they have closed. Many churches they have closed. Makanisa mengi yamefungwa. Because everyone. Kwa sababu kila mtu is busy with money. Iko na we still have church. If you are still listening to these words. Kama na wewe unasikiliza hivyo. Because they in America. Kwa sababu hivyo Amerika. Every pastor is saying I have come here to look for money. Kila pastor anasema nilikuja huku kutafuta pesa. I'm not here kuanzana kubebana na makanisa. Amen. Kanisa zinafungwa America. I'm not here to spend my time. Kupoteza muda wangu to go to preach and I'm not getting the money in the church. Sitapata pesa. The church are closed. Makanisa yamefungwa. Because of what? Sababu ya pesa. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. 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 I used to say, kila mara nasema, if you want to see that you married nice. Kama umeoa vizuri. If you want to see that you have married nice. Kama unataka kuona umeoa vizuri. Let your woman start getting nice money. Acha mke wako aanze pata. If you have seen that you have married a good man. Kama unaona mwingine ameolewa na bwana mzuri. Let that man start getting nice money. Kwa sababu ule mume alianza. Ukiona kama unataka kuona niliolewa mzuri, acha ule bwana wako aanze pata pesa. You will know that utajua is a good man or not a good man. Utasema kama huyu ni mwanaume mzuri au hapana. Amen. Amen. Hapana seko broke. Kila mtu akiwa broke anakuwa mnyenyekevu sana. Everyone when is broke is like this, is a gentle. Kama mtu even in the church, everyone when is broke is in the church is very gentle. Let him start getting nice money. He's gonna run away the church. He's gonna start speaking bad about the church. Why? Money have come. Pesa zimekuja. Hallelujah. Amen. Revival. And this last one, it is the seed that goes to the good ground. I said the church had 3 groups. The third one now is that word is going in the good ground. When the word is going to the good ground, those are people in the church who listen the words and practice that word. When the Bible says don't eat, he's not eating. Don't fight, he's not fighting. Hallelujah. Amen. That is a hard to see
see people like that in the church. Njoo vile mzuri It's hard to see people like that in the church. njoo vizuri kuwa na watu wanao. Ni vigumu kuona watu kama hivyo ndani ya kanisa. Amen. Because they are few. Kwa sababu ni wadogo. Amen. Hallelujah. Amen. When the pastor calls for a prayer meeting, Kama pastor anaenda kwenye when maombi, he called for a prayer meeting, anawaita kwenye maombi, they come. wanakuja. When the pastor say we're gonna give, Pastor anaposema tutatoa, they give. wanatoa. Because of the seed, it is in the good ground. Ni kwa sababu ile mbegu imeanguka kwenye udongo mzuri. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Which ground are you? Wewe ni udongo gani? Yourself, you know. Wewe mwenyewe unajua. Are you in the ground of thorns? Wewe uko kama vile udongo wa mawe, Thorns. miba, Or in the ground of rocks? au udongo wa mawe. Hallelujah. Amen. Yourself, you know. Wewe mwenyewe unajua. Now you still have a grace Sasa ungali na to neema revive your heart again. kuamsha roho yako, To revive your heart again. kuamsha roho yako. Tell God, I don't want to be the way I am. Na mwambie Mungu, I not want to be the way the previous man. napenda nirudie hivi. I don't want to be the way I used to be. Nataka niwe kama jinsi nilivyokuwa. Sitaki kuwa kama vile nilivyokuwa. Ndio. I want to be revived myself. Nataka niichamshe mwenyewe. Because the revival is your own decision. Kwa sababu uamsho ni wa No one can decide for you. Hakuna yeyote. It's yourself to decide. Ni wewe mwenyewe. Now I want to revive myself. Ni wewe mwenyewe kuchukua Hallelujah. Amen. 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 The benefit of revival. Faida za uamsho Spiritually, kiroho, you will be able to understand God's words. utakuwa na ile nguvu ya kusikia. You will be able to understand the word of God. Utakuwa na ujasiri wa kusikia maneno. The second one, Ya pili, you will live the will of God. You will live the will of ishi God. kwa mapenzi ya Mungu. The third one, Na ya tatu, the Holy Spirit Roho wa Mungu live in you. itaishi ndani mwako. You know, we used to pray that we let us welcome the prayer and the Holy Spirit. Unajua kila wakati tunaomba acha tukaribishe Roho. That prayer is for those who don't have the Holy Spirit. Ni ile maombi ni kwa wale ambao wasiokuwa na Roho. For us who have the Holy Spirit, the Holy Spirit is in us. Roho wa Mungu iko ndani mwetu. Hallelujah. Amen. For us, the Holy Spirit is in Kwa us. sisi Roho iko ndani mwetu. Amen. Amen. The benefit of having spiritual revival. Spiritually, I have mentioned. Za kiroho hizo tushakuzisema. And the last one, Na ya mwisho, the gift of the Spirit of God will start operating in you. na ile kado ya The power. vipawa vya Roho Mtakatifu vinapatikana. Everyone, when you receive Jesus as the Lord and the Savior in your life, Yote anayepokea Yesu Kristo there is a gift that the Holy Spirit used to give you. kuna vipawa vinaanza, And that gift, yourself, you can feel it. na vile vipawa utaanza kuvisikia. With yourself, you feel that the gift which is coming to you. Na utaona kile kipawa kinaanza So kutoka. if the benefit of revival will bring that gift to start operating Hizo again. faida zitaleta vile vipawa vianze tumika ndani mwako. Amen, amen. Amen. Hallelujah. Amen. And the benefit of spiritual revival physically, Na kimwili, the people should start respecting you. na watu wataanza kuheshimu. Hapo ni kimwili. Hallelujah. Amen. If you are revived spiritually, Kama umeamshwa kiroho, they will be respected. You will be respected. na watu wataanza kuheshimu. Amen. Amen. The second one, Ya pili, you have the power and authority in you. utakuwa na nguvu na ile authority ndani mwako. That is why the Bible says that you will bring the poison, but will never kill you. Because of the authority which is in you. Kwa sababu uko na ile nguvu ndani mwako. So you have the power and the authority physically. Uko na ile authority kimwili. You remember a person called Elisha. Kuna mtu ambaye alikuwa anaitwa Elisha. Elisha, there is a day he was having a calcium in his head. Elisha alikuwa na upara. Yes. And one day
Na siku moja some of the youth, wa vijana they start laughing at him. wakaanza kumcheka. Check that old man. Angalia ule Check that mzee. old man. Angalia ule He's mzee. already old. He's Alisha old. kwa tayari mzee. Elisha gets anger. Elisha akakasirika. He speaks a word. Akasema neno. Because he's a man of God in his heart is very good in him. The Bible says that Biblia inasema the lioness, simba they came zilikuja and then they bite zikaanza those children, those youth, kurarua hawa vijana just laughing kwa sababu ya kucheka. to the man of God. Chekea mtumishi wa Mungu. Hallelujah. Amen. 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 Hallelujah. Amen. The authority of God will be in you. Ile autorite ya Mungu itakuwa ndani mwako. And the benefits of the spiritual revival financially, it opened the door to the people. It opened your door to other people. Na inafungua milango kwa watu wengine. The benefits of spiritual revival financially. Ile uamsho wa kiroho inafungua milango. Uamsho wa kiroho kwenye finance na inafungua connection, inafungula milango na watu wengine. You get connection from other people. Unapata njia au connection kwa watu wengine. You know many people they used to say me. Unajua watu wengi wanasema me I don't afraid anyone. Me I afraid God only. You are wrong my sister. You are wrong my brother. Huko manake huko katika kosa. Who told you that you don't? Nani aliyekuambia? God is saying that if you don't love people that you see, how come are you going to love me you don't see? Usio unaowaona utasema unanipenda je mimi usiyemuona? Is impossible. You don't respect people that you see. Hauheshimu watu. I will respect God. Esko utamheshimu Mungu? You don't respect your leaders. I will respect God. Never. You are a liar. Wewe ni Mungu. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Financially, kipesa, your door will be open. Milango itafunguliwa. When you are applying for a work, you are taking the work with the CV to God. Unapofanya kazi, you gonna take it to the people. Kwa Mungu, vitambulisho vya kazi kwa Mungu. And then you say, me I don't say people, man, I'm about to lie. Mimi na mheshimu tu Mungu. Nasema na mheshimu Mungu. Hapa kungali chini. Someone that who understands the value, your blessings, the blessings God have put in the people. Mungu ameweka baraka ndani ya watu. So if you hate the people, you cannot get the blessings. Unaposikia watu hautapata zile baraka. You're gonna pray a lot. Utaomba sana. Because God, you work through kwa sababu Mungu anatumika kupitia watu. God, you don't have a company for security here. Mungu ana makampuni za security. God does not have a company of building here, construction. Mungu ana na makampuni za But those people, they are people of God. Lakini watu hao ni watu wa Mungu. Amen. Amen. So now when you have a good connection with those people, you get a work. Na unapokuwa na connection nzuri na watu hao unapata kazi. That's how God operates. Ndio vile Mungu anavyotumika. So financially, kipesa, God, when you have a spiritual revival, na unapokuwa na your door with connection, the connection with the door to other people. Na utakuwa milango itafunguliwa na watu wengine. Hallelujah. Amen. 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 You start, if you are revival, you start even how to know how to save. Na utaanza kujua jinsi ya kulinda. To save. Kuchunga pesa. A person who's already revival, he doesn't use money anyhow. Pesa jinsi anavyotaka, hapana. A person who's already, you know, people they think that when you come to church we're gonna only teach about heaven. Here we teach everything. Kuhusu mbinguni, hapa tunafundisha kila kitu. Sio mbinguni tu. Tungali duniani, hatuenda mbinguni. We are still on the earth. Tungali hapa duniani. Amen. Amen. If you are already revived spiritually, you will know how to even to save. Utajua jinsi ya kuchunga. You will know how even how to give. Na utajua jinsi ya kutoa. If many people they don't know yet how to give. Kwa sababu watu wengi hawajui jinsi ya kutoa. Because they are not yet revived. Kwa
sababu hawajaamushwa. Because in their minds, Sababu ndani ya akili in zao, their dirty mind, they think that we are giving to the pastor, we are giving to the. If you know that in your heart you are thinking you are usitowake,